guys, karibuni sana kwa channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi kisha una subscribe hapo chini, una like na kushare, au sio? So mada ya leo ambayo nataka kuongelea ni mada ambayo mara nyingi sana watu mmekuwa mkiniuliza maswali. Lakini sasa kitu cha ajabu, mara zote mmekuwa mkiniuliza maswali hili mkiwa tayari mpo nchi za Ulaya au nchi za Ujerumani, na sio mkiwa Tanzania. Yes guys. Watu wengi sana wameniuliza, Mama Franjo, mimi niko Ujerumani, nimekuja kufanya kazi au nimekuja kusoma kwa muda fulani, lakini muda huu kisha natakiwa rudi Tanzania. Je, nifanyeje Mama Franjo? Mimi nimekupenda Ujerumani, nataka niendelee kuishi. Umeona? Wengine, Mama Franjo, sisi tuko Denmark, wengine tuko Sweden, tufanye vipi ili tuendelee kubaki kwa sababu tumependa maisha ya hapa. Unaona? Mara nyingi sana na kuwa inakuwa shida kidogo kwa sababu tena umeshakuja huku tayari huko Ulaya. Unaona, kwa mimi binafsi nashangaa kwa nini huwa amniulizagi mapema mkiwa mko Tanzania, lakini naelewa watu wengine huwa hamtakagi labda Mama Franjo labda atatuagiza dagaa. Guys, kwa mimi huwa nashangaa kwa nini kama mtu unajua unasafiri unakuja huku na unataka kuja kuishi moja kwa moja na unapenda kuja kuishi moja kwa moja na una safari tayari au una visa tayari, kwa nini at least unamfahamu tayari Mama Franjo? Kwa nini at least usimfuate Mama Franjo? Mama Franjo, mimi na safari siku hii na hii kuna kitu hiki nataka nifanye. Je, naweza vipi kubaki nikishamaliza muda wangu ukishaisha wiki kitu? Au muda wangu kabla hujaisha nifanye kitu gani nikiwa labda Ujerumani ili niweze kuendelea kubaki? Unaona? Na huwa anashangaa kwa nini amnifatagi ukiwa Tanzania. Lakini anyway, kwa mara nyingine pia naelewa wengine amtakagi labda unaona nikimwambia Mama Franjo labda ataanza kuniagiza nibebe samaki, nibebe sijui kitenge, sijui nibebe ubuyu. Kwa hiyo amtakagi labda Mama Franjo atawaagizaga. Ndio maana anyway, acha mimi niende, najua nikifika kule nitamtata Mama Franjo, Mama Franjo atanisaidia. Anyway guys, lakini mara nyingi huwa inakuwa ngumu kwa sababu inakuwa either too late kwa sababu mtu hujajiandaa na watu tuko tofauti. Naona ndio maana ni vizuri sana, mimi ushauri wangu, kama unajua una safari ya kuja Ulaya na huna uhakika kitu gani cha kufanya, unajua unacho lakini unataka ushauri, ni bora ukanitafuta kabla haujaja huku. Umeona? Yes guys, kwani bibi tena zawadi bali kwani vibaya? Kwani ubuyu bei gani? Hebu tuongelee. Ukimletea Mama Franjo ubuyu, bei gani? Au kaletea samaki wakavu, kwani ni bei gani? Haizidi hata 5,000. Anyway guys, so acha niongelee basi mada ya leo. Njia gani unaweza ukatumia kubaki hapa Ujerumani? Yes guys, nitaongelea kwa Ujerumani lakini ita apply kwa nchi nyingi, lakini kwa mimi nitaongelea nitatilia mkazo kwa Ujerumani. Yes guys. Sasa basi, na njia hizi nitakazoelezea ni haijalishi umekuja Ujerumani au uko hapa kwa namna gani. Status yako na maanisha haijalishi ni ipi. Kama umekuja kwa ajili ya kusoma chuo, au kama umekuja kufanya kazi za volunteer, au kama umekuja umeolewa, au kama umekuja kuomba ukimbizi, njia yote ile. Na hii video nadhani si tu kwa Watanzania bali naongelea kwa Mwafrika yote ambaye anaelewa Kiswahili, kwa sababu kuna watu wa Burundi, unaona? Yes. Kuna watu wa Kongo, kuna watu wa Somalia, watu wanaelewa Kiswahili. Sio kama wako Ujerumani na wanayo matatizo, basi wanaweza kutumia pia njia hizi kuwasaidia kuweza kubakia hapa Ujerumani. Yes guys, twende basi moja kwa moja tukaongelee hizo njia, sio guys? Yes guys. Njia ya kwanza kabisa ni kutafuta shule au kujiunga na shule. Yes guys, hiyo ni njia kubwa sana ambayo itakufanya wewe uweze kubaki hapa Ujerumani. Yes guys, kama ulikuja labda uko hapa na labda wewe ni mkimbizi, so ukaenda kwanza ukiwa pale kambini, ukajiunga na shule ya lugha, ukimaliza shule ya lugha utakutafutia Ausbildung. Kwa sasa hivi kwa sababu sheria sasa hizi wanataka watu wengi waweze kuwa na Ausbildung au waweze kuwa na fani, wawe professionals, ndio watu wanawataka Ujerumani. Kwa hiyo kama mkimbizi sasa hizi utapewa advantage ya kwenda kusoma lugha ya Kijerumani. Baada ya hapo utaweza kuendelea na Ausbildung, na vyote hivi kama wewe ni mkimbizi ni bure. Yes guys. Kwa hiyo hiko kama wewe ni mkimbizi ni kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia. Unaona? Kwa sababu kuna wengine huwa wanawaza tu document utumie tu njia nyingine utafuta document. Hapana guys. Kuna njia pia kama wewe ni mkimbizi ya kujiendeleza na shule. Na hii ni njia ambayo haitakulimiti, hamna mtu atakutisha, nitakwenda kusemea, nitaenda kufanyia hiki ili urudishwe kwenu. Hapana. Ni njia ambayo ni salama na safe
na watu wengi na miaka mingi wameitumia wakiwa hapo Ujerumani ukimbizi, lakini wakakazana na shule wakasoma lugha za Kijerumani, integration course, wakamaliza wakaingia kwenye Ausbildung, baadaye wakapata kazi, wakapata document wengi sana. So hiyo nchi ya kwanza. Lakini hapo si tu kwa wakimbizi, bali ni kwa mtu ambaye umekuja labda hapa, labda umekuja kama volunteer kufanya kazi za volunteer au kazi za upea, kufanya kazi zile za ndani za kulea watoto wote. Hiyo kama umekuja kwa volunteer, kama umekuja kama upea wote na umefika hapa, manake maximum mikataba ya au pair au volunteer inakuwa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja ukikaribia, kabla hujaisha, unaweza kuanza processes za kutafuta shule au chuo, nitegemea na elimu yako ya nyuma, ukaweza au ukajiunga na kwanza na language school pia kujiendeleza lugha yako, alafu kaendelea kama na Ausbildung. Hiyo pia ni njia ya kwanza ambayo mtu anaweza kutumia kama mtu pia amekuja kihalali na yupo hapa kihalali na ana documents za kihalali, anaweza pia kutumia shule au chuo au Ausbildung kuweza kubaki hapa Ujerumani. Yes guys. Lakini pia kama mtu umeolewa au kuoa, pia unaweza pia kutumia hii njia ya shule, kwa sababu unaweza ukawa umeolewa au umeoa lakini muda kabla miaka 3 kupita, kwa sababu kisheria mpaka miaka 3 ipite, ndipo kama mkiachana mwaka wa 4 wa 5 huko, ndipo unaweza nayo kaendelea kupewa vibali vya kuishi hapa. Lakini mambo kama yamekufika hapa kwa unaona mimi siwezi, naona, so wataangalia either unafanya kazi full time au labda unasoma shule kujiendeleza ili kuwa professionals, kwa sababu Ujerumani wanataka watu professionals, watu ambao wamesomea kitu fulani ili waweze kufanya maendeleo katika jamii, kuintegrate kwenye jamii yao. Yes guys. Kwa hiyo kama wewe umeolewa au umeoa, kuna vituko kuna vituko, lakini hiyo mada mingi. Hiyo sio mada ile. Watu walioolewa au kuoa Ujerumani, kuna vituko. Huwa nashangaga sana watu nasikia mapenzi itakuwa bongo bwana, mapenzi Ulaya. Hawajui Ulaya pia kuna changamoto zake, kuna vitu vingi sana. Yes guys, anyway, I wish siku moja nikae na watu tuambie vituko, lakini anyway hiyo mada nyingine. So kuna watu inafikia hapa wanaamua hapana, bora wengine wanaamua warudi tena nyumbani Afrika. Sasa kama unataka kurudi Afrika, njia gani utumie? Ndio hiyo, unaweza kujiendeleza kusoma kama elimu yako ndogo, unaweza kujiendeleza kusoma ukaendelea kubaki kwa Ujerumani, mwisho wa siku ukafanya kazi yako, maisha kaendelea. Yes guys. So hiyo ni pointi ya kwanza. Kusoma ni pointi ndefu, lakini inagusa kwenye kila aina ya mtu. Kusoma ndio njia ya kwanza kabisa kufanya wewe uweze kubaki hapa Ujerumani. Ya pili, kuweza kubaki Ulaya au Ujerumani kwa zaidi niongelee ni kufanya kazi. Kama wewe, kama nilivyosema zile sababu zote, kama uko hapo Ujerumani kwa sababu zote, labda uko mkimbizi au labda umekuja kuvolunteer au kufanya opea au umekuja vitu kama hivyo vyote, umekuja unaona visa yako inakaribia kuisha, njia inaweza pia kwa kufanya uweze kubaki hapa ni kutafuta kazi. Yes guys. Mtu kama opea anafanya opea kazi ya mwaka mmoja unakaribia kuisha, unaweza pia ukaama kabisa. Kama ufanya upea labda umesomea kitu kingine, ukaapply kazi kwenye iko kitu kingine ulichosomea, ukapata mkataba wako, basi unaenda kule Ausbildung, unaenda unabadilisha dokumenti yako, unapewa visa, unaendelea kuishi zako hapa Ujerumani. Yes guys. So na hiyo sio tu kwa hiyo, na hiyo pia inatumika kwa watu wengine wote. Kama ulikuwa unasoma, ina maana shule umemaliza, unataka kuendelea kubaki, basi unaweza kutafuta kazi ukaendelea kubaki kwa Ujerumani. Yes guys. Same na mtu kama umeoa, umeolewa, kama mambo hayaendi sawa kwenye ndoa, ila hii nitaongelea mada ya ndoa na nini, nitaongelea zaidi kwenye video nyingine. Lakini kama umeolewa au umeoa na mzungu, hata kama sio mzungu na mtu yote lakini ndio aliyokuleta hapa Ujerumani, kabla ya miaka 3 kuisha, ndoa yenu labda imevunjika au kabla haijavunjika, vitu unaona vinaenda ndivyo sivyo, wewe kama ndoa itavunjika kabla ya miaka 3, obviously watakurudisha Afrika. Sasa ili usirudishwe, basi unabidi utafute kazi. Unaona, hizo usome kwanza, au kama unaweza kutafuta pia kazi ambayo inakupatia kipato chako, unajikimu mwenyewe, utegemei serikali, basi utabaki hapo, utaweza kuendelea kuishi Ujerumani bila kurudishwa Afrika. Yes guys. So hiyo ni point kubwa ya pili. Kazi ya kwanza kama nilivyosema, kusoma, kujiunga hizo chuo, shule. Ya pili, kutafuta kazi, kufanya kazi, haijalishi kazi gani yoyote ile utakayompata. Yes guys.
Njia ya tatu ambayo itakaweza kukubakisha hapa Ulaya, wasiweze kukurudisha nyumbani kwenu Afrika, haijalishi umekuja kwa circumstance gani, haijalishi umekuja kwa njia gani, kusoma au kama mkimbizi au yoyote ile. Njia ya tatu unaweza kufanya wewe ubaki hapo Ujerumani ni kuoa au kuolewa na Mjerumani. Na nataka niseme Mjerumani kwa sababu obvious ndio wenye nchi yao, lakini haimaanishi tu lazima mtu awe Mjerumani ukasema lazima tu awe Mjerumani. Hapana. Kuna Waafrika wengine wana wana passport za Kijerumani, lakini pia kuna watu pia hawana document za Kijerumani lakini wana vibali tu vya kuishi hapa ambavyo ni halali. Yes guys. Au wote ukioa au kuolewa na watu wa hao unaweza ukabaki hapa Ujerumani. Yes guys, hiyo ni sheria. Lakini sasa kitu ambacho ni trick kidogo, Wajerumani ndoa zao kisheria, ndoa zao ziko very complicated. Yaani wamefanya very complicated kufunga ndoa hizo kama na Mjerumani au kama na mtu mwenye dokumenti za hapa Ujerumani. Nitakuja kuongelea hii mada kuoa na kuolewa Ujerumani, nitakuja kuongelea, lakini ni very complicated mpaka unasema jamani, kwani hao hawataki tuolewe na ndugu zao au tuoe ndugu zao? Why? Kufunga ndoa hapa Ujerumani ni very complicated. Wale ambao wamefunga ndoa hapo Ujerumani nadhani watakuwa wanaelewa. Na kitu kimoja kipo hivi, kwa watu wote ambao wana dokumenti zote halali wataweza kufunga ndoa hapa bila matatizo. Lakini kwa wale wakimbizi hawataweza kufunga ndoa hapa kwa sababu ni very complicated kama nilivyosema. Nitakuja kueleza kwenye video nyingine, labda kama mtakuwa interested, kama mtapenda nitakuja kuelezea video yake peke yake kuhusu mambo ya ndoa tu hapo Ujerumani. Lakini kwa wale watu ambao ni wakimbizi hapo Ujerumani huwa hawafungaji ndoa hapa kwa sababu ni very risky. Wewe ni mkimbizi, umesema una passport, umesema una nini, na ndoa huwezi kufunga kama una passport. Yaani kama hujui ndio hivyo. Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Huwezi kufunga ndoa kama una passport. Na wewe ukiwa mkimbizi unakuwa hujaenda na passport yako, hauna passport. Kwa hiyo the moment utakasema okay, sasa hivi nimepata mtu, nimepata kijana nampenda bla 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 bla, okay, so tunapanga kuoana, the moment utapeleka passport yako unaweza wakakutumia barua kwamba na unaweza kukubalia na wakatalia. Yaani imeenda kupeka termini kwamba tunataka tufunge ndoa, unaweza wakakubalia au wakatalia kwa sababu wewe ni mkimbizi. Wakasema inabidi urudi nchini kwako, labda kama ni Tanzania urudi Tanzania, au kama ni Somalia urudi Somalia, au nchi yoyote ile rudi, ndio mkafunge ndoa kule kwa sababu tu wewe ni mkimbizi. Umeona? Yes guys. Kwa hiyo kutokana na hivyo, na hiyo ni njia nzuri wakifanya hivyo kwa sababu hawaja kudeport. Lakini mwingine unaweza ukadeportiwa. Ila mara nyingi kudeportiwa ni lazima upewe kwanza taarifa wakuambie kwamba rudi mwenyewe. Ukikataa ndipo waweze kukudeport. Anyway, hiyo ni mada nyingine na sitaki video iende sana guys. Na unaona inazidi kwenda dakika nyingi. Kwa hiyo watu wengi wanachokifanya, yes guys, kwa hiyo wakimbizi wengi wanachokifanya kwa sababu ukifunga hapa Ujerumani ndoa au ukianza tu process za kutaka kufunga ndoa kwa Ujerumani wanaweza wakaja wakuripot. Yes guys. Kwa hiyo watu wanachokifanya kwa wakimbizi wengi wanaenda nchi ya Denmark. Ndoa za Denmark ni halali na zinatambulika Ulaya nzima. Unajua kuna sehemu unaweza kufunga ndoa, nchi nyingine Ulaya unaweza kufunga ndoa, au nchi nyingine unaweza kufunga ndoa, lakini ukija Ujerumani haitambuliki. Yes guys. Hao ndio Wajerumani. Nitakuja kuongelea mambo ya ndoa zaidi kama nilivyosema. Hao ndio Wajerumani. So kwa Denmark ni nchi inatambulika na ndoa zao zinatambulika na ziko very strong. Kwa hiyo wakimbizi wengi huwa wanaenda baadhi ya sehemu. Of course najua mimi kwa sababu kuna watu nawafahamu, mimi mwenyewe binafsi nawafahamu wakimbizi na wengine si wakimbizi, ila tu kutokana na Ujerumani kwa very complicated wanaamua tuondoe hii bureaucracy hapo Ujerumani, inaitwa bureaucracy. Tuiondoe tukafungie Denmark. So wanaenda ndoa wanafungia Denmark kwa wakimbizi, wanarudi hapo Ujerumani wakishafunga ndoa wanarudi sasa hapo Ujerumani, wanatafuta mwanasheria. Yes, ni vita, unajua ni vita, ni vita ya kwa sababu wewe ni mkimbizi. Leo hii umesema huna document, una nini? Leo hii unakuja na document, mimi nimefunga ndoa, huyu mume wangu, passport yangu hii, kivipi? So it's a war. Kwa hiyo hapo ili uweze kushinda, watu wengi wanachukua mwanasheria. Okay, sasa tunaenda kuapply sasa vibali vya kuishi. Of course ukishafunga ndoa na hasa kama Denmark ni nchi ya Umoja wa Ulaya, kwa hiyo inatambulika na ina nguvu. Kwa hiyo mwisho wa siku watakupa, kwa sababu Ujerumani ni watu ambao hawakubali tu kukupa moja kwa moja. Mnaweza hata akawa mkimbizi ana matatizo kweli na evidence zote yanazo, lakini tu wanaweza wakaanza moja kwa moja wakaanza kusema no, kesi yake tu akamkatalia no, mpaka tu aende atafute mwanasheria, aende washi hivi na hivi na hivi na hivi, baadaye ndio okay, yes. Yaani mara nyingi sana hawasemangi moja kwa moja kwenye ukimbizi yes. Yaani wakuzungushi alafu ndio
baadaye waseme yes guys. Anyway, video inakuwa ndefu, nitaongea mambo hayo. Kama mtakuwa interested, mtaandika comment hapo chini. Kila vitu ninavyoongea hapa, commentini hapo chini, nitavielezea zaidi kwenye kila kimoja video yake. Kama mtapenda comment hapo chini. Video ya leo ni jinsi gani unaweza ukabaki hapo Ujerumani. Aidha uwe mkimbizi au umekuja volunteer au umeolewa, umeoa. Anyway guys, so hiyo ni njia nyingine ambayo yes, na sio tu kwa wakimbizi kama nilivyosema, mtu yoyote pia. Kwa hiyo kama unafanya upea, kama unafanya nini, unaona hapa ningeza tena process hapa Ujerumani na kwa ngumu, kwa unaweza ukafunga ndoa Denmark. Na hata kama sio mkimbizi, hata mtu wa kawaida unaweza pia ukaenda Denmark na mkafunga ndoa, mkaja hapa mkaisajili. Ila kama mtu sio mkimbizi na kwa tu rahisi kuisajili, mtafanya process za kusajili, then umemaliza, mnabaki hapa. Yes guys, kwa sababu watu wengi option nyingi wanazopewaga kama umekuja hapa kwa shughuli nyingine, hauna resident permit ya moja kwa moja hapa, wengi option wanazopewa ni kwamba nenda kafunge ndoa Tanzania alafu ndo mrudi. Umeona? Yes. Kwa hiyo anyway guys, so niendelee na point nyingine. Njia nyingine ya kuendelea kubaki hapa Ujerumani ni kuzaa. Na maanisha kwa mwanaume au mwanamke kuzaa au kuzaa pia hivyo. Wanaume na wenyewe wanazaga wanazalisha kuzalisha ni lugha nzuri, sijui kama ni lugha nzuri, lakini niseme tu kuzaa. Hata acha nitumie kuzaa kwa wanawake au wanaume. Kuzaa na aidha Mjerumani au mtu mwenye documents za kuishi hapa Ujerumani. Yes guys, na hii mada pia kama mtapenda taiongelea zaidi, mtakomenti hapo chini, ila kama mtaelewa basi inatosha. Kama mtu ukiwa hapa, haijalishi hii sasa kwa hiyo kuzaa, haijalishi wewe una status gani, haijalishi umekuja hapa, haijalishi umekuja na visa gani, haijalishi huko kama haijalishi una document gani au huna document, wewe ni mkimbizi, wewe ni nani, yoyote ile, wewe ni mtu unafanya kazi, wewe umekuja kwa short course, wewe umekuja chochote kile ulicho document yote uliokuwa nayo, status yoyote uliyokuwa nayo, ukizaa tu na mtu ambaye ukafika hapa, umekuja kwenye short course ya kusoma chochote kile, ukapata mimba aidha ya Mjerumani au ya mtu yeyote ambaye ana document halali za kuishi hapa, basi utaweza ukijifungua, ukifanya application, kwa sababu huyo mtoto aidha baba yake au mama yake kama ana document za hapa, basi na wewe utapewa kibali cha kuishi hapa Ujerumani. Yes guys, lakini narudia, lakini mtoto wako mtakaye mzaa atachukua status hiyo ya huyo mwenzio ambaye umezaa naye, kama ni mwanamke au mwanaume ulizaa naye. Kama ni Mjerumani, basi mtoto atachukua passport ya Kijerumani, atakuwa Mjerumani. Lakini kama ulizaa naye, labda mfano tuongelee Nigeria, umeona Nigeria, lakini ana kibali cha kuishi hapa, basi mtoto naye hatopewa passport ya Kijerumani. Hapana, mtoto atapewa passport wewe utamshughulikia upate passport ya Nigeria kwanza, umtengenezee, kisha ndio mpewe kibali cha mtoto cha kuishi cha kawaida kama kile ambacho anacho babake. Yaani status, kibali ambacho anacho babake cha kuishi hapa ndicho mtoto naye atachukua hicho. Kama mimi ni Mtanzania mfano, au kama wewe ni Mtanzania alafu ukaja hapa ukapata Mtanzania mwenzio pia mkazaa, lakini labda yeye anafanya kazi na ana maisha yake hapa, basi na yeye ni hivyo mtoto itabidi mumtengenezee passport ya Tanzania, kisha mumchukulie sasa hiyo kibali cha kuishi hapa. Kwa hiyo kama baba au mama ana kibali cha miaka 3 kila miaka 3 anabadilisha, mtoto naye hivyo kila baada ya miaka 3 anabadilisha. Kama baba ni Mtanzania lakini ana passport ya Kijerumani, basi mtoto naye atapewa passport ya Kijerumani. Sio ile sisi hatuna ile sheria kwamba ukimzaa tu mtoto Mjerumani, ukizaa tu mtoto hapo Ujerumani, basi mtoto anakuwa Mjerumani. Hapana, hiyo sheria hakuna. Na pia hakuna sheria kwamba ukizaa tu na mtu hapo Ujerumani basi unapata documents, haijalishi mtu yeyote. Hapana, huku sisi hakuna. Sio kama Marekani. Marekani ndio nafikiri kuna sheria kwamba mtoto akizaliwa Marekani anakuwa anapata moja kwa moja green card, nafikiri tu kama hicho. Huku Ujerumani hakuna. Kama wewe Mtanzania umezaa na Mtanzania na Mtanzania huyo mfano hana kibali chochote, hapa ni mkimbizi, kwa hiyo mtoto huyo pia naye ukishazaa kila kitu, process zikiisha, utapewa makaratasi na utamwombea ukimbizi. Kwa hiyo mtoto naye atakuwa kwenye process za kuomba pia ukimbizi. Kwa hiyo mtoto huyo hatopewa hizo documents. Umeona? Yes guys. Kwa hiyo pia ieleweke. So hiyo ni njia ya nne ambayo watu wanatumia
kubaki hapo Ujerumani, kuzaa na mtu weza mwenye document au mzao hapa au Mjerumani. Yes guys, na njia ya mwisho kabisa ya kuweza kubaki hapo Ujerumani, njia ya mwisho kabisa au njia ya sita sanaelezea, ni njia ya kuweza kuandikishwa kwenye familia. Kivipi? Mfano, wewe umekuja kusoma lakini huko una ndugu, labda una dada, una kaka, una mjomba, una shangazi. So muda wako wa kusoma unakaribia kuisha na wewe unataka kuendelea kubaki hapa kuishi hapa. Labda umeona njia zote zimeshindikana kwamba okay, siwezi au sitaki kufanya hizo njia zote. Dada, tunafanya nini? Unaweza kumwambia ndugu yako akuandikishe kwenye familia yake. Yes guys, ili mradi tu huyo mtu ambaye anatakiwa kuandikishwa kwenye familia yake, kama wewe ni ndugu yake au pati ya familia yake, awe na nyumba ya kubwa ambayo ataweza wewe pia utaweza kukaa humo, lakini pia awe financial stable. Ina maana awe na mpunga guys, awe na hela za kutosha kukuhudumia wewe, na yeye pia asiwe anategemea hela za serikali. Yes guys, kama anajitegemea mwenyewe, ana nyumba kubwa, basi anaweza kwa kuandikisha kama pati ya familia na kubeba udhamini kwamba atakushughulikia wewe kwa chochote kile. Kwa sababu hapa Ujerumani kuna kitu kimoja. Hapa kama mtu, mfano kama hivyo, mtu amekuja labda hapo Ujerumani akaomba ukimbizi, alafu akatambulika yule mtu kwamba ana ndugu hapo Ujerumani, umeona, na wakathibitisha kwamba yule ni ndugu yake kweli, au labda yeye ndiye aliyemwalika, umeona, basi yule mtu aliyemwalika kwanza atalipa gharama zote ambazo wamemshughulikia yule ndugu yake ambaye amekuja kuomba kama ukimbizi. Umeona? Atalipa gharama zote anyway, na vitu vingine vitafuatia, lakini at the end of the day ndugu yake naye atadipotiwa, lakini itamuaffect huyu kualika watu wengine na huyu pia kuja huku pia. Maana ukidipotiwa kuna timeline unapewa kwamba utakiwi kurudi katika nchi hii kwa muda fulani. Yes guys. Anyway, yes guys, so nimejitahidi sana hii video iwe fupi, lakini sijui itakuwa dakika ngapi, ila nimejitahidi sana guys iwe fupi. Mambo makuu ambayo mtu unaweza ukafanya ukiwa umeshafika hapa Ulaya na yakakusaidia kuweza kubaki hapa Ulaya au hapa Ujerumani. Yes guys, so wewe kama una swali lingine, leo nimejitahidi kuongea vitu ambavyo hata viko nje ya comfort zone yangu guys, kwa ajili yenu tu, kwa sababu wengi mnakuja mmeshafika hapo Ulaya mjui cha kufanya, visa imebaki miezi miwili miezi mitatu, mama fulani tufanyeje. Yes guys, nadhani hizo njia nimezitoa, zitaweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Yes guys, so kama una swali lingine comment hapo chini guys, au kuna kitu nataka nikielezee zaidi comment basi hapo chini. So mpaka next time guys, kama wewe uja subscribe, please naomba subscribe hapo chini, au si subscribe hapo, lakini kama video umeipenda i-like basi, nionyeshe love guys, nionyeshe kwamba kweli unapenda niende kufanya hizi video, au sio guys? So mpaka next time, auf Wiedersehen.